Sasa unaweza kununua YouTube iliyo tayari ikiwa na spidi safi ya kukua haraka, na tutakuwekea jina lolote utakalochagua. Tutakupa zawadi ya darasa maalumu litakalo kufundisha namna ya kukuza chaneli yako na jinsi ya kuingiza mkwanja ndani ya muda mchache tu. Kujua au kutokujua Kiingereza sio kigezo cha kuvuna mamilioni ya YouTube. YouTube hawahitaji mdhamini wala cheti chako cha shule. Huhitaji kuwa maarufu au hata kuwa na ofisi. Na ikiwa una wasiwasi kwamba lazima uwe na kompyuta, basi achana na hofu yako. Ukiwa na simu janja tu, yani smartphone yako, YouTube wanakulipa maokoto pia. Nunua YouTube na uanze kuvuna mamilioni bila kuvuja jasho. Tutakufundisha na kukupa maelekezo maalumu pamoja na mbinu tele za kutajirika. Kwa huduma hii pamoja na nyingine kibao, ikiwemo kutangaza biashara yako, wasiliana nasi kwa simu namba 0754270937 na WhatsApp ni 0658270937. YouTube ni fursa. YouTube ni ya kila mtu mwenye ndoto. Kamata fursa, kamata mkwanja. Haya, karibu sana mtazamaji kwa mara nyingine tena. Tunakutana hapa kwenye bonge moja la tamthilia. Tamthilia inaitwa Dear Love. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Na tamthilia basi inaanza siku moja ambapo kulikuwa kuna sherehe za Kikorea na Kijapani. Nimemisi sana kukuletea tamthilia za South Korea. Hii ni moja kati ya tamthilia ya South Korea yenye kisa kitamu sana cha mapenzi. Na nataka nikwambie aise, utapatwa na msisimko wa aina yake utakapokuwa ukifuatilia kipande baada ya kipande. Basi karibu sana. Hivi ndivyo ambavyo tunafungua mtazamaji, na bila shaka utapenda kila kitu utakachojionea. Basi hapa anatokea kijana mdogo anaitwa Juyan. Wewe mtoto wa mchawi. Palikuwa na watoto wenzie ambao basi walikuwa wakimchukulia poa. Eti nyinyi mmesemaje? Nimesema wewe mtoto wa mchawi. Kwani nini? Julian akajisikia vibaya sana. Lakini baadaye walimvuta chonjo na kuanza kumfanyia noma. Kwani vipi eti ulikuwa unauliza nini yani? Uko hujasikia? Tushasema kwamba wewe mtoto wa mchawi. Huna baba? Sasa wewe si mtoto wa mchawi? Basi Julian alikasirika sana. Alimvamia yule kijana mtukutu, akaanza kupambana naye. Basi ilikuwa ni kama walimzidi nguvu, wakaanza kumletea noma. Wote walimshambulia na kumtamkia maneno fulani vya kibabe sana. Junyun alipoamka, mbele yake palikuwa na binti mdogo amesimama. Bolba? Haya, na wewe unashangaa nini? 저기 정말? Wewe sina kusemesha wewe. Mama yake na yule binti akatokea, kaanza kumind Junyun. Wewe mshenzi wewe. Unampiga mtoto wangu nini? Una matatizo gani huyu? Haina. Uko sawa mwanangu? Haina, uko sawa? Niko tu sawa auntie. 이제 거의 다 왔대. Haya, tumekaribia si mbali. Si unajua kuna sherehe leo? Ndio maana tunazunguka upande huu. Haya mama, sina shida. Junyang alielekea akachukua baisikeli yake upande ule wa pili, lakini alikuwa na majeraha kila mahali. Basi alimsindikiza kwa macho yule binti mdogo ambaye alikuwa pamoja na mama yake. Zingatia, hakikisha una subscribe, una comment, una like pamoja na kushare. Sasa yule binti kumbe pale chini alidondosha mkufu wake. Huu ulikuwa ni mkufu ambao umeandikwa jina lake, Park Hae-na. Basi ndipo tunashuhudia kijana Junyang akikatiza mitaa kuelekea ule upande ambao zile sherehe za Kikorea na Kijapani zinaendelea. Kijana alikuwa mtukutu, alipita katikati ya gwaride. Lakini sasa akiwa anaelekea katika njia kuelekea nyumbani kwao, anapita katika sehemu ambapo kuna njia ya treni.
Sasa huko anakoelekea ni katika baa ya mama yake. Mama yake alikuwa na baa moja kubwa sana inaitwa Savoy Club. Kwa hiyo ukipita unaenda katika mtaa unaitwa American Town. American Town kulikuwa kuna wanajeshi wa Kimarekani ambao kambi zao kule zimejaa kila kona. Kwa hivyo basi ni kando kando tu ya kambi za kijeshi ndipo yule mama ambaye basi mama yake Jun Young alikuwa amefungua hapo kilabu cha pombe. Basi hatimaye Jun Young anafika, lakini anakutana na ugomvi pale nje ya klabu yao. Yaani umekunywa yote alafu mpaka saa hizi unakataa kulipa. Unajaribu kufanya nini wewe? Yaani unataka kutusingizia. Au uendi popote na kuambia toa pesa. Wafanyikazi wa baa ile ya Savoy Club walikuwa noma sana. Walikuwa hawamiliki lolote. Kidogo mwenye baa kaja. Sasa huyu mama ndo anaitwa Hangja. Huyu amekunywa chupa kibao. Alafu anakuja kusema eti tumeweka pombe maji. You say straight alcohol. Kwani utaniambia nini? Wewe mjinga. Silipi. Wewe. Boss wetu hajafanya hivyo. Sasa kuna kaka mmoja hapa nyanyanyanya naye. Nyanyanyanya biringanya. Mlenda. Sasa angalia. Haya, kaleteni hizo chupa zote huko ndani. Umesemaje bosi? Leta zote. Bosi alikuwa amemind kinoma. Wale wanajeshi wa Kimarekani wameshalewa tayari. Basi akaletwa machupa mule ndani. Yalikuwa ni machupa makubwa makubwa yale ya gharama kwelikweli. Jack Daniel, yale machupa yale ya gharama. Maza akaanza kulivunja moja baada ya jingine. The hell is she doing? 나 서양자 술에 독을 타면 탔지. Akamwambia mimi Suyanja. Yaani kuliko niweke pombe kwenye maji, mimi niweke maji kwenye pombe. Yaani labda niweke sumu. Haya, mlete na hiyo soju huko ndani. Mama alikuwa amechefukwa tayari. Naona wazungu vipi? Lakini alimuona mwanae akiwa amechafuka damu puani. Mama apendage kabisa mwanae awe anaingia katika migogoro na ugomvi na wenzie. Kabla hajasema naye chochote, mtoto wake akaondoka. Sasa wale wafanyikazi wa baa bado walikuwa na mind kinoma. Walikuwa wanaleteana noma balaa na wale wanajeshi. Zingatia, hakikisha una subscribe, una comment, una like pamoja na kushare. Basi wakati utakapokuwa ukiandika comment, hakikisha unaniambia unaitwa nani? Unapatikana wapi? Tu enjoy pamoja. Chuma hiki inaitwa Dear Love. Chuma cha South Korea. Ni hatari. Yaani wewe ukiona nimekuletea chuma ujue nilitulia nikatazama vizuri. Nikaona nikasema hii inawafaa watu wangu. Ni mjinga gani huyo anayethubutu kupigwa katika siku yake ya birthday? Mama sasa muuliza mwanae. Basi kilikuwa kimeshaandaliwa mezani. Hivyo kwa nini kila mara unapigwa pigwa? Na wewe je? Mwambia mimi sijapigwa. Mimi kazi yangu ni kupambana ili kusudi nikulishe nikusomeshe. Usome kwa makini, acha mambo ya kupigana pigana. Unajua kuwa unaniita mimi mtoto wa mchawi Nani amesema hivyo? Nani alisema hivyo? Na tena wako sawa. Mimi ni mtoto wa mchawi. Mama akamzabua banzi hilo. Hatari. Mara yako ya mwisho kumpiga mwanao ilikuwa lini? Au kushuhudia mtoto mdogo anapigwa makofi? Mtoto akakasirika. Hata chakula akasusia. Vipi mtoto wako pia huwa anasusia chakula? Mtoto akasepa. Hajala hata kijiko kimoja. Mama mkono wake ulikuwa mwepesi. Hakutaka kumfariji mwanae baada ya kuingia katika ugomvi aliyokutana nao. Sasa angalia katika ile njia ambayo basi uwaga anatokea kwenye ile American Town, ule mji ule au ule mtaa basi ambao unaitwa American Town. Njia hiyo hiyo, umeona bango lile la American Town. Wewe unafikiria unaenda wapi? Mimi nataka kwenda kwa kina Jun Young. Samani. Naulizia Savoy Club iko sehemu gani? Wewe fuata hii barabara moja kwa moja, mwisho pale kunja kulia. Thank you. Asante. Tutaonana tena. Bye. Basi huyu mwanamama fulani hivi shankupe kwelikweli. Anaitwa Audrey. Huyo anaonekana kama vile sijui anawafanyaga nini wanaume. Wewe pumbavu, rudi ndani kafanya umweki yako. Basi walimsindikiza kwa macho. Hatimaye wamefika Savoy Club. Audrey akamwambia mwanae aketi katika makochi pale. Kaanza kujibaraguza, kaenda mpaka counter.
Sasa yeye mwenyewe anajikuta special kweli. Jamani, hapa pako na hewa nzuri. Anaongea Kikenya. Pako na hewa nzuri jamani. Sio mbaya. Wewe vipi? Hapana. Wali dhani yule ni nani? Walimuuliza vipi yule mwanao? Sema hao walifikiria nani? Mama, una mgeni. Nimefurahi kukutana na wewe. Mimi naitwa Audrey. Basi bosi Yangja hakumpa mkono wala nini. Natumai utakuwa ulipigiwa na madam wewe. Nimesikia unaimba. Ndio, nimeimba katika kampu za Marekani za kijeshi tangu nikiwa na umri wa miaka 11. Majukwaa yao nimeimba sana. Yule ni binti yangu. Jamani, huyu sijui atakuwa amemzaa yule mtoto mkubwa vile lini. Hivi vipi? Mbona kama anafuatilia sana maisha yangu? Mpaka anataka kujua nimemzaa lini. Aya, nenda kalete mizigo yako. Hebu hivyo hicho chumba kitakuwa kisafi. Takachofikia mimi sipendagi vyumba vichafu. Aya, nenda katafutage chumba kisafi. Hakuna mtu atakaye kuzuia. Yaani unaambia huyo bosi Yangja ana majibu. Huyu dada vipi? Mbona ana majibu makali hivi? Sasa akaja mtu mmoja kumpelekea mtoto chocolate. Chocolate mdogo wangu. Nzuri kula hii. Chukua. Wewe vipi? Upendi chocolate? Basi katoto kale kanaitwa Park Haina. Akasema anapenda. Wewe. Mwanangu hawezi kuona, ni kipofu. Hebu twende huko Haina. Mungu wangu. Mimi sikujua. Yule kaka sasa yule mlenda nyanya. Twende huko mwanangu. Jamani, katika umri mdogo ni kipofu. Basi akamchukua yule mwanae, wakawa wanaondoka. Pale jukwani palikuwa pakiendelea burudani kama kawaida. Basi tunaendelea upande wa pili ambapo basi tunamshuhudia John Young akiondoka akielekea maeneo fulani porini huko, mahala ambapo yeye hupenda zaidi kwenda wakati anapokuwa na hali ya mawazo na stress. Unajua kila mtu ana mahala pa kujipumzikia, mahala pa kujiachia anapojikuta katika hali ya mawazo na stress. Palikuwa na nyumba moja ambapo zamani hizo baba yake alipenda kuitumia zaidi. Ni kama vile cabin fulani iko nje kidogo ya mji. Kwa hiyo alienda na baskeli yake, akafika akaenda akatuliza akili yake kama ambavyo unaweza kuona. Palikuwaga na gitaa ambalo baba yake alikuwa akilitumia mara kwa mara enzi za uhai wake. Basi kijana John Young alipata nafasi ya kulikamata ile gitaa, kaanza kuzichezea nyuzi taratibu. Anapolitazama gitaa hili linamletea kumbukumbu za mbali sana. Anakumbuka mambo mengi sana katika utoto wake, enzi hizo baba yake akiwa bado yuko hai. Kuna mambo mengi hakika anajikuta anakumbuka kuhusiana na baba yake. Baba yake alikuwa ni mwanamuziki mashuhuri. Baba yake alikuwa ni mwanamuziki anayependwa. Baba yake alikuwa akijua kupiga si tu gitaa bali hata tarumbeta pia. Unaweza kuona basi John Young alijifunza mengi kwa baba yake. Na unaweza kuona pia alikuwa akifurahia wakati enzi baba yake akiwa hai. Baba yake pia alimfundisha kulipiga gitaa. Alipoweza japo kupiga hata nyuzi chache, baba yake alifurahia. Kuna wakati baba yake aliporudi akiwa amelewa, basi John Young alikuwa hapendi. Akawa analitumia lile gitaa kumpigia baba yake. Mara alirushe chini, mara afanye visa vya hapa na pale. Sasa baba hayupo tena. Ni machozi tu yanamiminika. Anamkumbuka baba yake na kummisi sana. Tunaelekea mpaka Savoy Club, mahali ambapo basi tumempata muimbaji mpya wa band ambaye anaitwa Audrey, mwanamama Shankupe. Huyu hapa tayari ameshapiga kivazi chake, yuko sawa sana, yuko tayari kwa ajili ya kutoa burudani. Basi alishusha kibao kimoja hivi rege. Aiseni hatari. Kama ujuavyo wa Korea hawanaga rege, lakini mwanamama siku ile alivyoingia jukwani alitoa burudani ya kipekee ya kitofauti. Alafu vile vile mwenyewe ana body fulani hivi amazing. Kwa hiyo jinsi anavyokuwa ametupia ile mavazi yake, watu wengi walivutiwa naye sana. Na siku ile basi unaambiwa bosi Yangja, mama yake na John Young, aliingiza mkwanja mwingi sana. Ni watu wengi sana walipoanza kusikia sauti ya mwanamama Audrey akiperform pale katika jukwaa, walipiga makofi, walifurahi sana. Basi yule nyanya mlenda basi alishangazwa sana kuona kwamba mwanamama Audrey amependwa. Sema yani amejitahidi, watu wamempenda sana.
Lakini basi baada ya kusikia makofi, mwanamama Audrey Shangingi Shankupe aliendelea kumimina burudani jukwani. Kumbuka basi kazi hii ndio kwanza ameianza katika hii klabu inaitwa Savoy Club ambayo iko American Town, pembezoni tu mwa zile kambi za jeshi wanapojificha au basi wanapojihifadhi wa Marekani. Lakini katika hii bar pia upande wa pili wa nyuma kule kuna vyumba vya kupumzikia wafanyikazi, lakini kipo chumba pia cha bosi. Hiki ndio chumba cha bosi. Kwa hiyo basi Junyoung anapokuwa amerudi, wakati mwingine huwa aelekee nyumbani moja kwa moja, anaendaga zake kujificha katika hii sehemu au hiki kichumba hiki. Kwa hivyo basi ndio tunamuona bosi Yangja, mama yake huyu, akiwa ameenda kumfunika na lile duvet. Haya, tazama. Anampenda sana mwanae. Na bado mwanae ana majeraha mpaka puani kwa sababu kila siku anavamiana na watu. Tazama walivyofanana. Hapa director amefanya kazi nzuri sana. Mama na mwana wanafanana kweli kweli. Sasa hii ni siku ya pili ambapo basi ni kesho yake. Kijana Junyoung alikuwa anasoma. Sasa katika hii shule analetwa yule binti ambaye anaitwa Haina. Mama yake anasema, mimi siwezi kumwacha akaendelea kuishi nyumbani, akakaa tu nyumbani jamani. Naomba umsaidie. Mkuu anamwambia, sasa huyu mtoto unaona hali yake hivyo haoni. Sisi tutadili naye vipi? Lakini huyu mtoto amekuwa akifanya vizuri eti kipindi hicho anakuwa wa kwanza hadi darasani. Naomba tu mfikirie mkuu tafadhali. Basi Haina naye akasema, nitasoma kwa juhudi. Nitajitahidi darasani. Hatimaye basi mwalimu alikabidhiwa mtoto ili kusudi ampeleke darasani. Ndipo tunashuhudia basi mtoto anaingizwa darasani pale. Na hapa ndipo tunamuona Junyoung anamtazama binti huyo na anakuwa kama anakumbuka alimuona mahala fulani. Utakumbuka mara ya mwisho ilikuwa kuwaje walipokutana kwa mara ya kwanza. Mwalimu anapofika, ndio. Leo tuna mwanafunzi mgeni hapa. Kama mnavyomuona. Mimi naitwa Park Haena. Alijitambulisha. Haena hana uwezo wa kuona. Na nisikia watoto, muishi naye vizuri. Sawa. Sasa nakumbuka Junyoung alipompiga na kiatu akidhani kwamba binti alikuwa akimshangaa siku ile baada ya yeye kushambuliwa, ndipo anajua kumbe basi binti Park Haena haoni. Hana uwezo wa kuona. Hiki kitu kiliugusa mno moyo wake. Haya, sasa tutafanya mazoezi tena kwa mara nyingine kama ambavyo niliwafundisha jana. Kwa hiyo kila mtu ajiandae. Sasa angalia. Kijana akakumbuka kwamba mkufu huu basi ulidondoshwa na binti Haina. Na sasa aliuhifadhi. Maana yake amepata namna atakavyoweza kumrejeshea ule mkufu kwa sababu wamekutana tena. Ilipofika muda wa kutoka shule, huyu binti anampendaga sana Junyoung. Akamwambia, hebu kisia hiki ni nini? Akamwambia, mistaki. Wewe fungua. Palikuwa sio na tangawizi mule. Akamwambia, ukila hii unadhani nini itatokea? Itakusaidia, utapona, si umeumia. Hii ni dawa nzuri eti. Nimeiba nyumbani, ni ya baba. Akamwekea kwenye basket. Kabinti kalikuwa kanampenda sana Junyoung. Haya, bye. Mara ya mwisho leo alikuwa anaambiwa akafanye homework. Alikuwa anataka kwenda kwa kina Junyoung. Anampenda sana Junyoung. Junyoung. Wewe Junyoung, subiri. Mwalimu akamsimamisha Junyoung. Alikuwa amekuja akiwa na binti Haina. Alimwambia lifti ili kusudi basi aende naye. Alimwambia, nasikia kwamba unaishi mtaa wa pili, American Town. Mpe lifti binti huyu. Haoni. Kwa hiyo alimpa lifti. Basi kwa mara ya kwanza, unaweza kuona Junyoung akiwa karibu kabisa na Park Haena. Walipita katika barabara ndefu. Uzuri ni kwamba barabara hiyo ina mteremko mrefu. Walipofika sehemu ya kilima, basi Junyoung akamwambia, wewe shuka. Mimi sasa siendi nyumbani kwa sasa. Kuna mahali naelekea. Kwani unaelekea wapi? Si unisogeze tu. Lakini haya, asante. Binti akashuka. Sasa akamwambia, subiri kidogo. Alitoa ule mkufu akamkabidhi. Kama uonavyo basi binti alishangazwa kidogo. Hakutegemea. Lakini alishaelewa kwamba inawezekana mtu huyu ni yule ambaye basi nilikutana naye mara ya kwanza,
ambapo kilichotokea mara ya kwanza ilikuwa si kitu kingine bali huyu mtu alinipiga na kiatu. Macho yake yalikuwa yakilengwa machozi. Basi tunamwona kijana Junyang akielekea tena kwenye ile cabin kule porini. Ni sehemu ambayo alikuwa akipenda sana kuelekea huko kwa sababu ni mahala ambako ndiko baba yake alikuwa akifanyaga shughuli zake za muziki mara kwa mara. Alianza kufanya practice kulipiga gitaa mara kwa mara, kugundua kitu kimoja baada ya kingine. Unajua tena gitaa linahitaji mazoezi. Kwa hiyo akigundua note fulani anaiandika katika kitabu. Kama unavyo, hii ni sehemu ambapo pana kambi za jeshi jirani huko American Town. Sasa kijana akiwa anarudi jioni ile, imagine tangu ule muda ambao amemwacha barabarani akaenda kufanya vitu vyake, maskini ya Mungu, kumbe paka Haena bado hajafika. Sasa unapopita kwenye hii marine camp, hii kambi ya kijeshi, kuna njia ya treni kama unavyoona, na zikishapiga hizo kengele, maana yake ni kwamba unatakiwa usivuke, mtu yoyote asivuke. Sasa tayari zile chuma zimeshazuia huku na huku. Askari ndio anaona kuna mtoto pale katikati ya reli, na hapo treni linapiga honi. Unadhani nini kitakuwa kimetokea pale? Kijana alitoa macho. Baada ya sekunde chache anakuja na baini kwamba yule askari aliokoa maisha ya paka Haena. Hiki kitu tena kikamuumiza sana Junyang. Anatamani kwamba kumbe basi masaa machache yaliyopita angeweza tu kumfikisha huyo binti nyumbani kabisa, na ndipo aende katika mambo yake. Sasa tunahamia katika upande wa pili. Utakumbuka kabinti haka ndiko kalikomletea Junyang dawa fulani, akamwambia itamsaidia. Sasa mama yake anaitafuta ile dawa. Hii dawa iko wapi jamani? Kwa nimeweka huko ndani. Sasa iko wapi? Binti kakausha. Wewe hujaona hiyo mizizi? 못 봤어? Sina kuuliza. 이상하네 정말. Sasa iko hapo ndani. Iko wapi? Sasa unaona binti amekausha, lakini ukweli ni kwamba anaujua mwenyewe, kagawa dawa. Maskini paka Haena anatumia muda mwingi sana kuelekea nyumbani hadi kufika. Na ukizingatia mama yake hana maisha yoyote, ni mpaka haimbe katika maklabu ya usiku, tena akiwa amevaa nusu utupu, ndipo maisha yaende. Sasa mama akiwa ametoka nje, unajua tena alikuwa anafagia, akashangaa kuona zile dawa kwenye baskeli ya Junior. Anamuuliza, anamwambia nimepewa na mtoto wako. Aya, sawa, lakini sasa unajua hizi ni dawa za baba yake. Yaani huwezi kwenda nazo mwanangu. Sawa huwezi kwenda nazo. Anambia hamna shida, chukua tu. Aya, usikasirike. 괜찮아요. Hamna shida mama. Mama aliingia ndani. Bavu wewe unagawa dawa alafu nakuuliza unajifanya ujui. Nani alikwambia umpatie dawa za babako yule kijana? Pumbavu wewe. Mama bwana, si kwamba nimempa tu, alikuwa ameumia. Wewe pumbavu kabisa wewe, hizo dawa sisi kwa kule chumbani kwangu, naye amekuruhusu kuingia kule mama. Pumbavu akavunja wewe mtoto, kuja hapa. Kuja nakwambia. Sasa akatokea askari mmoja huko kambini. Akaanza kuchapwa yeye. Wewe subiri mama, wewe mama subiri kwanza. Wewe mama subiri kidogo basi, wewe subiri wewe mama.